Mwanzoni kabisa mwa movie tunaonyeshwa Mwamba Lee akiwa amemletea bidada Soha zawadi ya paka, pasipo kujua kuwa Soha apendi kabisa paka, lakini bidada akawa amepokea zawadi hii ili kutokumvunja moyo Mwamba siku nyingine kuleta zawadi nyingine. Sasa jambo la kuchekesha ni kuwa hata yeye Mwamba Lee pia ana allergy na paka, hawapendi vibaya mno, lakini jamaa alishawahi kuwa na mahusiano ya mwanzo kabisa na mpenzi wake alikuwa akiwapenda paka, hivyo akaamini kuwa hata huyu huenda angewapenda paka. Hivyo kishingo pande bibi Soha akiwa na tabasamu la mbali kabisa akampokea paka huyo, na moja kwa moja alipelekea nyumbani akamtupa tu chini, kwani hawajui kabisa paka na hawapendi. Basi akawa anabadilisha nguo, lakini ajabu ni kwamba paka huyu alikuwa akimtazama sana bibi Soha wakati anabadili nguo, sijui kuna nini. Sini inatuonesha masaa 15 kabla ya zawadi hii ya paka kuweza kutolewa. Bidada alikuwa ameletewa taarifa na mfanyakazi mwenza akimwambia kuwa mpenzi wake Lee amerejea. Bidada alifurahi sana kusikia habari hizo, akaenda akajiandaa kwa kujipiga lipstiki za kutosha, kisha mara baada ya hapo akawa ameelekea ofisini, lakini alipomweza tu kumwona mpenzi wake alijikuta tu amenyong'onyea. Sasa kuna siri kidogo kati hawa wawili, ni kwamba bibi Soha alikuwa anatamani kupata uhakika kutoka kwa Mwamba Lee kujua kwamba je, ni kweli ameachana na ex wake au wanaendelea, kitu ambacho kinamnyima sana furaha kila anapomwona Mwamba. Siku ya leo anaonekana bidada yule ex wake na Mwamba Lee akiwa anamrudisha paka ambaye alikuwa amepewa kama zawadi na kumwambia kuwa hata huyu paka simuhitaji. Hasa kwa sababu jamaa ana allergy na paka na hawapendi, basi ikabidi kumpatia bibi Soha zawadi hii ya paka. Bibi akawa amempokea. Sasa tunarudi katika wakati huu ambapo bidada tayari alikuwa amekabidhiwa huyu paka. Leo akiwa anaoga, yule paka ajabu ni kwamba akabadilika na kuwa kijana wa kiume mwenye umri kati ya miaka 20 mpaka 25. Hapa alikuwa anataka kutoka nje ya nyumba hii, lakini alipomwona bidada akirejea akabadilika na kujirudi kwa paka vile vile kama awali. Huyu paka nyakati za usiku bibi akiwa amelala, naye akajisogeza kando kidogo ya bidada, lakini alipoamka tu na kumtoa pembeni, bidada akalalamika sana kusema mipaka mingine bana sijui vipi, lakini bado huyu paka akawa amerejea tena. Hapa bidada akawa hana namna na kumkubali paka huyu. Sasa nyakati za usiku akiwa amelala, paka akawa amegeuka na kuwa binadamu. Hapa akawa anatoka nje ya nyumba. Kwa bahati mbaya alikutana na kitu cha kushtusha sana, akarudi ndani ya nyumba, sijui alikuwa ameona nini. Ni siku ya pili tena, bidada akiwa ameelekea kazini. Mwamba alibadilika na kuwa na umbile la binadamu. Hapa akaanza kufanya matukio yote ambayo binadamu anaweza kuyafanya. Sasa akiwa anatoka tu nje ya nyumba, akutana na babake Soha akiwa na hali mbaya sana pale chini, akambeba akiwa juu wapi atampeleka, akaelekea naye katika mitaa. Alipokutana na walinzi akamwacha na kisha akaondoka akiwa na umbile lile la paka. Dakika mbili nyingi bibi Soha akatimba mpaka hospitalini. Hapa alipofika tu akamkuta baba yake akiwa yuko na girlfriend wake akiwa anamhudumia. Hakuona sababu ya kuendelea kubaki hapa kwa sababu alikuwa amejiridhisha kuwa anaendelea vizuri. Mwamba akiwa hajui kabisa address ya wapi alikokuwa anaishi, ikabidi kumsubiria bidada. Hapa akabadilika na kuwa binadamu, akaendelea kumfuatilia kila sehemu alipokwenda mpaka bibi Soha alipokuwa ametua katika benchi moja na kuweza kutulia. Basi Mwamba akasogea mpaka pale kisha akawa ameketi. Bibi alihisi kuwa yule boyfriend wake ambaye anafahamika kama Lee ndiye alikuwa ameketi kando yake. Akamwambia kuwa sijapenda kweli kweli nilipoweza kumwona baba yangu akiwa yuko na girlfriend wake katika eneo la hospitali. Bidada akijua kwamba ameketi na Lee akazungumza yote ndani ya mtima wake. Hapa alipoyamaliza akawa anageuka nyuma, lakini kwa bahati mbaya simu ikawa inaita. Akaipokea simu ile, alikuwa ni Mwamba Lee. Akauliza kuwa je, ulikopo kando yangu hapa kabla? Akamwambia kuwa hata nyumbani sijatoka siku nzima. Basi bidada akawa anauliza sijui ni nani alikuwa ameketi kando yangu, nilihisi kwamba ulikuwepo hapa, lakini alipotazama kwa makini akagundua kwamba kulikuwa na paka. Akasema afu huyu paka mwezaje kunifuata mpaka huku? Hebu naomba umchukue paka wako. Lakini jamaa akamwambia kuwa mtunze paka huyo. Lakini kuna kauli moja tata sana Mwamba Lee alikuwa amezungumza kwa bibi Soha akimwambia kwamba usikubali kumwacha Minhao kama ulivyokuwa umemwacha kipindi cha nyuma. Bidada akabaki anashangaa, kipindi gani cha nyuma ambacho nilikuwa nimemwacha huyu Minhao? Kumbe huyu paka alipewaga jina la Minhao. Sasa kumbukizi zinaturudisha nyuma kidogo, kipindi ambacho Mwamba Minhao ambaye huyu ni paka mtu alikuwa ni mdogo sana. Sasa huyu bidada Soha yeye aliwahi kupita jirani naye na alimwonea huruma, akamwenda kumnunulia ice cream. Kisha baada ya hapo dogo alikuwa amekimbia. Kumbe bana alikuwa na uwezo kubadilika kwa binadamu na kwa paka pindi tu alipokuwa anakaribiana na bibi Soha. Hasa usiku ulipofika, bidada akawa anahangaika kutafuta usingizi. Mwisho wa siku akawa amelala. Mwamba akiwa kando yake akaendelea kumtazama tu usoni, na kila wakati alikuwa akimwangalia na akaamini kwamba kupitia Soha ndio ana uwezo kuwa binadamu na kuwa paka. Bidada akiwa ndotoni anakumbuka kwamba baba yake aliwahi kuuza nyumba ili aweze kumwoa mama yake wa kambo, kitu ambacho kamhuzunisha sana, na kila wakati alijihisi ni mwenye huzuni kwani mama yake alionekana kuwa ni mwenye furaha kwa baba yake kufanya tukio hilo. Licha ya kwamba mama huyu alikuwa amemsababishia bibi Soha kidonda ndani ya moyo, lakini bado alimpatia funguo ya nyumba mpya ambayo bibi Soha alikwenda kuishi. Lakini kitu ambacho bibi Soha hakukipenda kutoka katika nyumba hii ilikuwa jirani sana na ofisi aliyokuwa anafanyia boyfriend wake Lee. Sasa kutoka wakati huo bibi huyu amepewa nyumba hii na mama yake wa kambo. Hajawahi kumwambia Mwamba ni wapi anapoishi, lakini kumbe anaishi naye jirani zaidi katika ofisi hii ambayo Mwamba anafanyia. Hatujajua ni kwa nini bidada aliamua kuweka siri sana juu ya makazi ambayo anatokea, lakini hapa huenda ukweli kaja kudhihirika mbeleni katika tamthilia yetu. Sasa tukirudi wakati huu, bidada alikuwa amesahau funguo wakati anaelekea kazini. Moja kwa moja ikabidi kurudi mpaka nyumbani. Ile kufika nyumbani akawa amesahau simu. Sasa kwa sababu Mwamba alikuwa na uwezo wa kubadilika kwa binadamu na paka, akabadilika na kwa binadamu. Hapa akachukua simu ya bidada na moja kwa moja akaenda kumwekea katika begi lake katika hali ya kiwiziwizi tu. Sasa baada ya kumwekea bibi simu, akawa amerudi ndani. Kitu cha kushangaza ni kwamba akajikuta amebadilika na kwa binadamu. Kitu ambacho kikabaki na mshangaza zaidi, kwani mara nyingi anabadilika kwa binadamu pindi tu anapokuwa jirani na bibi Soha. Imekuwaje siku ya leo ameweza kubadilika na kuwa binadamu ikiwa Soha hayupo nyumbani? Baadaye sana hali ya mvua ikawa imetimba hapa katika mitaa hii. Mwamba akaanza kutazama
kuitazama ile mvua inavyonyesha. Akachukua mwamvuli wake na hapa akajaribu kujifunika, lakini ghafla tu ule mwamvuli ukawa umepulizwa na upepo. Akausogelea na kufuata, akabadilika na kwa paka. Mwisho wa siku akajibadilisha na kuwa binadamu. Akaona hichi kitu ni rahisi sana, kumbe akikaribiana na vitu vinavyomilikiwa na Soha ama Soha mwenyewe, basi ana uwezo wa kujikuta anaweza kubadilika kwa binadamu ama kwa paka. Mwisho wa siku tunaonyesha upande wa pili, bibi Soha akiwa katika maeneo haya ya ofisini kwake. Alikuwa anataka kuelekea ofisini. Sasa boyfriend wake akaandaa kumsindikiza nyumbani, lakini bidada akakataa kabisa kumuonesha boyfriend wake ni wapi anapoishi. Mwamba akabembeleza sana apewe address ya wapi bibi anaishi, lakini mwisho wa siku bidada akawa ametoa address ya wapi anapoishi. Sasa Mwamba ajui kabisa kwamba ni jirani yake, ila siku atakapokuwa ameifuatilia hiyo address ndio siku atakayokuja kugundua kuwa kwa bibi alikuwa akiishi jirani sana na yeye. Bibi alipofika nyumbani akamchukua yule paka wake na akamnywesha maziwa, lakini baada ya dakika kadhaa mbele yule paka kaonekana kuwa na hali mbaya sana. Akamchukua na moja kwa moja kumpeleka hospitalini. Baadaye akiwa amerudisha nyumbani yuko katika hali ya kumtazamia. Ghafla hali yake yeye akiwa amelala kando kidogo ya Mwamba ikawa mbaya zaidi. Jamaa akachukua maji ya mvua na kuweza kumwekea kichwani. Hii ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kumfanyia first aid ama huduma ya kwanza. Jioni ikiwa imefika, bibi Soha akiwa anarudi nyumbani akamwona yule paka akiwa juu ya dari, kitu ambacho kimemhuzunisha sana na kuhitaji kumshusha paka huyu. Lakini huyu paka alipomuona tu akashuka chini, lakini bado bibi Soha akawa amepanda juu kabisa katika ile dari. Alipogundua kwamba yule paka alikuwa ameshuka, akaanza kumfuata huko chini, lakini ghafla Binvu akawa anaanguka kutoka katika ngazi. Alipokuwa anaanguka tu, jamaa alibadilisha na kuwa binadamu na hapa akamdaka bibie katika hali ya kimahaba. Bibie akamshukuru jamaa na hapa akaanza kumtafuta paka wake, lakini alipokuwa akimtazama akagundua kuwa paka wake alikuwa ameenda mbali, ila huyu jamaa ameelekea wapi? Pia jamaa akawa patikaniki kabisa katika maeneo haya. Alfajiri na mapema siku nyingine tena bidada akiwa anaelekea ofisini. Leo Mwamba alikuwa yuko nyumbani na hapa alitamani kweli kumfuatilia bidada. Sasa ili aweze kumfuata ni rahisi tu, akachukua mswaki wake na kuinusa harufu. Hapa akagundua kuwa anaweza kumfuatilia bidada popote pale alipo. Kweli kabisa akawa amefanikiwa kufika kando ya bidada. Hapa bidada akawa amenunulia chakula na kumwambia kuwa asante kwa kunisaidia maisha yangu siku ile. Basi bidada akawa anaondoka, lakini jamaa naye akapanda gari hiyo ambayo bidada alikuwa anaondokea. Sasa jamaa hana nauli, akamwambia bidada, kwa kuwa nilikusaidia siku ile maisha, naomba unisaidie kunilipia nauli. Bidada akawa na noma, akawa amemlipia. Ndani ya gari akaanza kuchezea mdoli ambao ulikuwa katika begi ya bibi Soha. Mwisho wa siku akawa ameukata ule mdoli na kubaki nao katika mikono. Basi bana, walipofika tu maeneo ya stendi, Mwamba akawa ameondoka moja kwa moja kuelekea nyumbani. Akiwa amechoka sana, akaenda kulala. Bidada akiwa amerejea na yeye upande wake, akamkuta paka wake akiwa amelala, lakini alipocheki mswaki wake akagundua kuwa mswaki wake ulikuwa haupo. Kuangalia chini akagundua kuwa kile kimdoli kilichokuwa kando ya begi lake kilikuwepo hapa katika eneo hili la nyumba yake, na anakumbuka kabisa kwamba kile kimdoli kilikuwa kimechukuliwa na jamaa mmoja katika gari ambaye alikuwa amekinyofoa tu. Jambo hili likamchanganya sana, akapata wasiwasi na kuhisi kuwa ndani ya nyumba yake huenda kuna uvamizi. Moja kwa moja akaenda kumfuata Mwamba na akamwambia kuwa niko nyumbani, naomba uje unisaidie. Mwamba akakimbia haraka sana na kumfuata bidada. Alipofika hapa nyumbani, alikagua nyumba nzima na kugundua kuwa hakuna mtu ambaye alikuwepo wala dalili zozote kwamba kulikuwa na spy. Sasa kwa sababu Lee ana allergy na paka, bidada kama amemtoa paka huyo nje na hapa wakaanza kufanya yao kwa maana ya kukisi. Huyu paka mchakato mzima wa kukisi alikuwa akiushuhudia, kitu ambacho kikamjaza sana wivu. Akaingia ndani ya nyumba akiwa mbadilika na kuwa binadamu. Moja kwa moja lugha aliyozungumza ni kwamba toka nje. Lee akamuuliza, wewe ni nani wa kunifukuza ndani ya nyumba yangu? Wakati huu simu ya Soha ilikuwa inaita. Alikuwa ni mama yake wa kambo akisema kwamba mtoto wake amerejea na huyu mtoto wake ndiye anayemiliki nyumba hii ambayo alikuwa amempatia bidada. Haraka sana bidada akaamini kwamba huenda huyu paka mtu ndio mmiliki wa hii nyumba. Haraka sana Mwamba akawa ameondoka ndani ya nyumba hii akijua kwamba huyu ni mtoto wa mama wa kambo wa bibie. Sasa Soha akiwa anajua kabisa kwamba huyu jamaa ndio mtoto wa mama mwenye nyumba kwa maana ya kaka yake wa kambo, wakawa wameelekea naye katika maeneo ya supermarket. Huko katika eneo hilo walikuwa wakiwatazama samaki. Jamaa alikuwa anajichukulia tu na moja kwa moja anaondoka na kuelekea sehemu nyingine. Sasa hana pesa ya kulipa. Panda pitu unaonyesha Mwamba alikuwa amewasili tena katika nyumba hiyo ambayo bidada Soha alikuwa anaishi. Sasa Soha akawa anamuuliza, kwa nini siku ile ya kwanza tu uliponikisi haukuweza kurudi tena katika maisha yangu mpaka uliporudi siku ya juzi? Akamwambia sababu ya mimi tu kunikisi siku ile na ukaondoka mazima ndio sababu inaonifanya hata nilishindwa kuonesha mahali nilipokuwa naishi, kwa sababu wewe kama ungepata vingine huenda basi ungeniacha mazima. Kwa kisi tu uliweza kutawanyika na kutokurudi tena kwangu. Sasa kumbe Naili ana yake ya moyoni aliyomwekea bidada kwa kitambo kirefu. Siku ile wamekisi, alipokuwa anarudi nyumbani alikutana na paka ambaye alikuwa amevishwa scarf ambayo yeye binafsi alikuwa amemvisha bidada Soha, na hapa alipomtazama huyu paka akagundua kuwa huyu paka alikuwa na ujumbe ulioandikwa kuwa mtu yeyote atakayeweza kumuona paka huyu amsaidie. Sasa kawaza kwa kusema kwamba ikiwa bidada aliweza kumtelekeza paka na kumwandikia ujumbe, hawezi kuniacha mimi siku za mbele. Kutokea wakati huo akakosa kabisa moyo wa kuambatana na bibi Soha, akaamua kujitenga naye. Bidada kuzuni akaongea kwamba huenda mapenzi yetu ni ya kulazimishana, kwa hiyo kuanzia leo basi ushike zako na mimi ndashika zangu. Bidada kalia sana na Mwamba kujali kabisa akawa anaondoka. Mwamba anaamini kwamba bidada ana roho mbaya na bidada anaamini kwamba huenda hana mapenzi, ni mtu wa tamaa tu, ndio maana siku aliyompa kisi hakuweza kabisa kurudi kwake. Sasa huo ni mwisho wa episodi ya kwanza. Tamthilia hii ina episodi 2 tu mwanzo mpaka mwisho. Kwa tukutane katika episodi ya pili ukiwa umegusa alama ya subscribe na alama ya kengele ili uweze kuipata tamthilia hii mapema kabisa. Kumbuka kwamba tunahitimisha siku ya leo.